Nenda kamkomboe na. Mimi sasa ngoja nikuache. Mimi nilikuja kuangalia hizi kunde naokota moja moja tukafanye mboga, lakini pia sasa kwa hiyo maelezo ulionieleza. Ndio boss. Na huyo mama ulimtaja? Hapana. Tuongozane kizetu. Walimona akitembea peke yake, wakamdharau bila kumfahamu, wakamcheka bila kujua aliyebeba siri kubwa moyoni. Mteule kazi hii mpaka bado nipo kijana. Sasa babu, wewe majiko hapo. Unaona wakati ule sasa babu, hii shughuli mbona ilikuwa imesimama? Ujue wahenga na nini mnazingua kweli ya. Kazi nyingi. Kazi hizi ndo kazi za kufanya babu. Unajua toka ujana wangu bibi kanifundisha hizi kutengeneza majiko. Kalete udongo mimi naleta. Ndio. Kodoa macho naangalia. Anatoboa huku na muangalia. Anatoboa pale na muangalia. Hasa Mungu alivumchukua. Nikasema kulisi wa bibi huwezi kwenda kule. Ndio kaanza na mimi sasa. Changamoto ni moja sasa. Yaani wewe wakati bibi yako anakufundisha wewe mpaka sasa hivi hakuna mjukuu hata mmoja ambaye anajua kufinyanga hivyo na kufinyanga hivi. Hakuna hata mmoja ambaye anajua. Hapo sema hajakauka sawa sawa. Yakikauka haya. Linachemka sana hivi. Linachemka sana. Basi sawa, mimi naomba wakati naondoka leo unipe jiko moja naondoka nao. Ili niwe nikichemsha ile supu yetu kale kakitoweo mtakachemsha. Bwana roho wako utakuponza huko. Roho hapa. Kwa hiyo nitachukua lipi sasa? Wala kwanza tuangalie hapa. Chagulie zuri. Kazuri tu. Ili huku. Kasisi wewe ni mimi hapa. Wewe kasisi. Wala pale. Pale. Kasisi. Kasisi njoo niokoe. Kasisi. Akasisi. Ile pale. Kasisi. Hili hapa babu, wewe una roho nzuri. Japo watu wanasema una roho mbaya. Una roho nzuri. Labda meo yangu nzuri sana. Hii ikichemsha supu kwa watu kama sisi na wasali. Unaona? Naweka huko ndio moto na waka. Nikiweka mkaa na naelekea sasa. Weka kote kule. Na hapa nimechukua shilingi ngapi sasa? Kwa mfano kama ungekuwa unaliuza shilingi ngapi? Haya. Hapa kwa mfano. Haya hapa kuna 2000 na 1500. 1500. Mimi nitakupelekea kwenye mnada unaokuja unipe. Niende nikakuuzia. Ila cha juu ni cha kwangu. Mimi nitauza 3000. Hai sasa mimi sinataka ila dagaa. Wewe unakulaga dagaa wakati wewe unakula dagaa? Asa kama kaja mgeni. Haya. Kweli. Basi sawa babu, mimi ngoja niende. Naenda. Mimi ngoja niwahi. Haya. Basi asante. Haya wasalimia. Na maana kasisi ulioni.
Kasisi unioni? Kasisi! Kasisi! Nasogeza pale jua likiwaka. Mama, mbona umekaa hapo umejinamia mwenyewe? Shida nini mamangu? Bado tu havijaiva ndani. Mnapika mawe, mnapika chakula gani sasa? Bado kidogo babu, namalizia. Sasa bado kidogo mpaka sasa jamani. Jaa zinauma mpaka sasa zinataka kuacha. Sasa babu, unajua hapa kuna kitu nashindwa kuelewa. Nini tena? Babu, hivi Abiudi ni kiumbe aina gani? Unajua babu, mimi nimeshindwa kuelewa. Yaani sielewi kabisa. Yaani nimeshindwa kuelewa ni mtu aina gani. Abiudi. Ndio. Sasa si binadamu kama tu binadamu mwingine tu. Monica, Abel. Kwanza nakutangulizia msamaha mwanangu. Mimi mama yako nimekosa sana. Nakukosea mwanangu. Unanikosea nini tena mama? Kwani Monica unaniona? Ndio nakuona mama. Umevaa kitambaa chekundu na gauni lako hilo la maua. Mimi mama yako kabisa, unaniona hivi? Nakuona mama. Kwani shida nini mama? Mimi kila nakokwenda wenzangu hawanioni. Babu, kuna ndoto nimeiota leo. Anavyoonekana yule Abiudi si mtu anayetumia nguvu za uchawi wala nini. Sasa mimi nashindwa kuelewa anatumia nguvu za aina gani. Jamani. Ongea sijui uoga sijui nini. Abiudi hana uchawi wowote. Hizo ni ndoto tu. Abiudi sikalafundishwa uchawi kidogo kidogo. Wala hakana uchawi wa kuweza kusumbua. Na umeshaanza kwenye ndoto zako. Dalili za uoga hizo. Mistaki. Sasa unaanza kuota. Wewe kaota si Abiudi. Unajua jina la Abiudi ndio kuwapa watoto majina ya kijinga kama haya. Abiudi sisi kwetu ni kale kadudu kanatembea hiyo. Kananyata. Kanakaaga kwenye majani mwishoni. Kakidondoka utakuta kapo chini. Tunaita Abiudi. Abiudi kagwili. Yaani Abiudi kamedondoka. Sasa wewe unaanza kukaogopa Abiudi. Wewe pambana. Wewe mjukuu wa kasisi. Unasenga. Hakuna kukusumbua. Sawa? Ndio babu, nakuelewa. Haya. Enda kachemshe bwana. Mnachocheaga. Ndio imekutoa ndoto hiyo bado. Ulikuwa na wasiwasi na. Wewe kisha kuoga. Hakuoni?
Ani. Na kwa nini hawakuoni? Umekuja haraka ukajua kuna jungu la nyama. Nyama hapa hakuna. Tatizo kubwa ni mwanao Monica. Monica katoka hapa na miguu yake kwa kwala na mzee kama mpaka kwa kijana wangu. Najua huyu ndo hazina yetu, anaweka mboga zetu, lakini kampeleka moja kwa moja mpaka pale. Eti haiwezekani. Monica, nilikwambia kana mtoto mwelekezi kazi zetu, tumuingize kwenye chama, aache shobo, tufanye naye kazi. Hasa leo anakwenda kutuvurugia. Ndio maana nikakuita njoo uangalie kikao hiki. Tulikaa kwa ajili ya kuburudika. Sasa kama kabeba mboga zetu. Hivi linaoingia akilini? Sema. Sikiliza mama. Monica amemuongoza Ramadhani kama akamleta kwangu nyumbani. Si unanielewa? Wamekuja kuchukua mzigo kiwepesi. Nasikia nimo ndani, haiwezekani. Natoka ndani na kutana na Ramadhani kama kafula kaa simba. Afadhali kwanza ya simba. Na kila kikao mnachokaa mimi napata taarifa. Na sio kwamba labda nalitoa taarifa la mtu, nalitoa taarifa la upepo. Unakuja unaniambia kwamba kuna kikao wamekaa hapo vizi yao. Popote mtafokaa, popote mtakapo kuwepo, mimi taarifa nazipata tu. Mimi ndio kama Ramadhani kama. Hakuna mtu wa kumwogopa na mwogopa Mungu peke yake. Lakini sio takataka nyingine. Sasa nikupe taarifa. Kikao chini mlichokaa cha kumsingizia mjukuu wangu, alafu mnataka kumtoa kitoweo, mkome. Kawaambie nao wakubwa wako unawafikiria kwangu mimi hawaingii hata kidogo. Yaani kama sisimizi. Nisikilize kwa makini. Sitaki nisikie mjukuu wangu ameshikwa hata na homa. Mtakuja kunitambua. Yaani jambo lolote lisimfike. Kaeni vikao vyenu vya kipumbavu mjadili mambo yenu, lakini sio kumjadili mjukuu wangu. Nakwambia mama, ukiniheshimu unaweza kuheshimu. Usiponiheshimu na wewe sikuheshimu. Mnatafuna watoto wa watu maskini, watoto wachanga, watu wazima, mnamaliza kwa ujinga mliokuwa nao. Kitu gani mnapata faida? Labda mniambie, faida gani ambayo mnaipata? Hii ya kuruka? Mbona hata ndege pia wanaruka? Alafu wanapata faida gani? Ndege ndivyo walivyoumbwa na Mungu, waruke wakatafute chakula, waruke walale juu ya miti kwa viota vyao. Nyinyi kitu gani ambacho mnachokipata? Sasa nawaambia, mkome kabisa. Tena nawakomesha kabisa nyinyi. Sitaki kabisa nisikie jina la Monica mnalitaja katika kilingechono cha kipumbavu hiki. Wewe mama wewe, kila siku mimi nakwambia, lakini bado hujanisikia. Sasa nitawapoteza katika hii dunia. Mama. Kumbe mama wewe ni mchawi. Mama, kwa nini? Mama, unapata faida gani kwenye uchawi? Unapata faida gani hasa? Monica, naumia sana mamako. Naomba utoke mwanangu. Nenda kwa babu yako, kaniombe msamaha. Mimi nimekosa. Kwa sababu uchawi mimi nimeukuta. Mabibi na mababu. Kilichomuuzi babu yako mzee kama ni kwamba mikupanga mipango. Wache wakuchukua. Mama, sikutegemea kabisa hayo unaniambia. Kweli mamangu naanza kumiliki uchawi mama? Hadi kutaka kuniua mimi mama? Kwa nini umefanya hivi mamangu? Nilipokuwa nakupenda mama, na kuamini, leo unaniambia hayo yote mama. Kwa nini umeamua kufanya hivi mama? Tazama babu ni mtu mzuri. Kila mtu anamsaidia hapa kijijini. Wanamsifu kwa tabia yake nzuri. Ona wewe leo unamlilia na kusema kwamba akakufunga kifungo ambacho watu hawakuoni. Kwa nini mama umeamua kuwa hivi?
mimi nimekuwa kama kivuli tu, nimepita mwanangu, mimi kivuli. Nashangaa mwanangu unaniona, wengine hawanioni. Monica, yule ni baba, mimi ni mama, pamoja na roho mbaya, lakini niteseka kukutoa duniani. Nimesumbuka. Fikiria mwanangu, maumivu nilopata kwako mpaka leo umekuwa. Huu ni ujinga tu wa mama, ila kuanzia leo nakwambia mwanangu Monica, kaniombe msamaha kwa babu yako. Mimi sitorudia tena. Nakiri makosa, sitorudia mwanangu. Nakuomba, wewe ndo msaada mama yangu, hakuna mwingine. Naona huruma basi mama yako. Nitakwenda wapi mama? Mimi nimebaki kwa kivuli, watu wanioni kweli jamani. Mama usilie. Naumia mama, naumia sana. Nitakwenda kwenye chumvi ya taifa, ninakupenda sana Monica. Monica, ninakukujane. Usiyasikilize maneno ya watu yanabomoa, hayajengi, yanapasua.